your wonderful name. Tunakushukuru kwa jina lako zuri. Behold, we are just about to hear your word. Tazama Baba, tutia msifu. Father, may bless us. Baba, tubariki. Father, may open our hearts. Baba, fungua nyoyo zetu. That we receive from you. Ili tupokee kutoka In kwako. the name of the Father, Katika jina la Baba, of the Son, na la Mwana, of the Spirit, na la Roho Mtakatifu. and the light of Christ. Amen. Na wacha kanisa lote likasema amina. Ya roho na kweli. It is so good Ni vyema zaidi to be a part of the body of Christ kukuwa mmojawapo ya mwili wa Kristo because of our common faith. kwa ajili ya imani moja. I'm so thankful to Pastor Jeremiah Ana shukrani zaidi kwa mchungaji Jeremiah for the opportunity to share with you today. kwa nafasi hii ya kushiriki pamoja nanyi leo. You know, people say Watu husema that you can tell a lot about a person unaweza sema mengi kumhusu mtu mwingine by the people that he chooses to spend his time with. lakini wale watu ambao amechagua kukaa nao katika muda wake, By seeing his friends, kwa kuwaona kama marafiki, you will most likely to be able to judge his character. una uwezo wa kuangalia na kusema kuhusiana na tabia yake. Why do you choose certain people to spend time with? Mbona unachagua baadhi ya watu ili ukakae nao pamoja kwa muda? Maybe because you like where they are in life. Pengine unapenda jinsi walivyo katika maisha, Or maybe you want to fit in with a particular group. au unataka ukapate kitu kutoka kwao. Sometimes you can choose to be someone's friend Mara nyingine unaweza chagua kuwa rafiki ya mtu because you want something better for them. kwa ajili unataka kitu kizuri kutoka kwao, And you hope to have a good influence na on them. unataka uwe na ushawishi mzuri kutoka kwao. For example, teachers spend time with children Mfano, walimu hukaa muda mwingi na wanafunzi because they want to help them become good people. maana wanataka wawasaidie kuwakuza wao watu bora. The people who work with families in difficult times Watu ambao wanakaa na jamii katika nyakati ngumu hope to help those families find solutions huwa wanatarajia jamii hizo zipate majibu ya shida zao to their problems and to overcome the problem. na katika kushinda yale majaribu. Jesus chose to be with certain people Kristo alichagua kuwa na baadhi ya kundi la watu because he wanted them to know God, maana alitaka wamjue Mungu and he wanted to have them have a better life. na akataka wawe na maisha mazuri. In Luke chapter 5, Luka 5 verses 27 through 32, kuanzia 27 hadi 32, it says that maandiko yanasema, after this, baadaye Jesus went out and saw a tax collector Yesu akatoka nje akamwona mtoza ushuru by the name of Levi sitting at his tax booth. jina lake likiwa ni Levi. Follow me, Jesus said to him. Yesu akamwambia, nifuate And Levi got up. na uondoke ukaacha vyote. He left everything behind Akaacha vyote nyuma and he followed Jesus. na akamfuata Yesu. Then Levi held a great banquet for Jesus Na Lawi akamfanyia karamu kubwa Yesu at his house. nyumbani mwake. And a large crowd of tax collectors Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru and others were eating with them. na watu wengine walikuwa wameketi chakulani pamoja nao. But the Pharisees and the teachers of the law Ikawa Mafarisayo na waandishi complained to his disciples, wakanung'unikia wanafunzi wake, "Why do you eat and drink with tax collectors wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru and sinners?" na ni wenye dhambi? And Jesus answered them, Yesu akajibu "It is not the healthy who need a doctor, akawaambia, wewe wenye afya hawana haja na tabibu, but the sick. isipokuwa wale ambao ni wagonjwa. I have not come to call the righteous, Sijakuja kuwaita wenye haki, but the sinners to repentance." bali wenye dhambi wapate kutubu. Out of this scripture, I'd like for us to know several things. Kutoka kwa maandiko haya ningependa tujue baadhi ya vipengele muhimu. First, Jesus calls us to follow him. La kwanza, Kristo anatuita tumfuate. Jesus so often would be found teaching and preaching outside, Yesu mara nyingi alipatikana akifunza na kuhubiri kule nje, by the seashore or on the kando ya hillside, bahari, kwenye milima, on the road or beside a well, barabarani au kando kando ya miji, in the marketplace or in someone's home. kwenye nyumba za watu au kwenye maduka.
not usually in the places where religious people would gather. Haikuwa sana sana ni mahali ambapo watu wenye imani hukutana. Sometimes Jesus taught in places of worship. Mara nyingine Yesu akafunza katika maabada. But most often Jesus taught about the kingdom of God Lakini mara nyingi Kristo alifunza kuhusu ufalme wa Mungu in ordinary settings. katika mikutano ya kawaida tu. And I believe the reason that Jesus taught so often Na naamini sababu kuu ya Yesu kufunza mara nyingi outside the church nje ya kanisa is because there were so many on the outside maana ni wengi waliokuwa kule nje ya kanisa who would never have a chance to hear ambao hawakuwa na nafasi ya kusikia that they could be a part of the kingdom of God. ili wafanyike mojawapo ya ufalme wa Mungu. Our scripture passage tells us, Andiko letu linatueleza as Jesus was walking, Yesu alipokuwa akitembea he saw the tax collector by the name of Levi. alimwona Levi ambaye mtoza ushuru Levi was also called Matthew. ambaye jina lingine ni Mathayo. He was sitting at the tax collector's booth. Alikuwa amekaa katika eneo lake la kutoza ushuru, In Israel, in Jesus' day, na ikiwa ni siku ya Yesu, tax collectors by many wanafunga watoza ushuru kwa wingi wao were considered to be the lowest of the low. wakachukuliwa kama waliopotea zaidi. They worked for Rome, Walifanya mambo mabaya who oppressed the Jewish people. kwa maana waliwafanyia kazi wa Roma ambao walikandamiza watu wa Wayahudi, And tax collectors were considered to be traitors to their people. na watoza ushuru wakachukuliwa kuwa ni wasaliti kwa taifa la Wayahudi. And they came into contact with people Na walipokutana na watu who were considered to be unclean. walichukuliwa kuwa sio wasafi, And they were almost always greedy and dishonest. na mara nyingi walikuwa sio wa kweli na walikuwa wenye tamaa. And when a Jew became a tax collector, Na wakati Myahudi alifanyika mtoza ushuru, he was an outcast from society. alikataliwa na jamii, He was kicked out of the synagogue, aliondolewa kwenye masinagogi, and his family was shamed. na jamii yake ikapewa aibu. And it would have surprised the people Na kile kilishangaza watu who saw Jesus encounter with Levi. ni kuona Kristo amekutana na Levi. It might have been a surprise to the other disciples, Ikawa imeshangaza sana wale wanafunzi wengine, and maybe even a shock to Levi na himself, hata vile vile kumshangaza Levi mwenyewe. that Jesus would speak to him. Na Yesu akazungumza naye, Not only did Jesus speak to him, na sijui kile ambaye Yesu alizungumza naye, Jesus invited him to be a disciple. zaidi ya pale Kristo akamkaribisha afanyike mwanafunzi mmojawapo. Others would avoid people like Levi, Wengine wangekataa watu kama Levi, but Jesus didn't think of anyone lakini Kristo hakumfikiria yeyote yule as being outside the limits of God's love and forgiveness. kufanyika hapo nje ya mipaka ya Mungu kumsamehe. Jesus called the tax collector to follow him, Yesu akamwita mtoza ushuru to amfuate, spend time with him, akakae na yeye, to become his disciple, akafanyike mwanafunzi wake, and to learn a new way of living. na kujifunza njia mpya na mbinu mpya kuishi. When Jesus said to Levi, "Follow me," Yesu alipomwambia Levi, nifuate, Levi got up. Levi aliinuka, He left everything behind and akaacha kila followed kitu Jesus. nyumbani na akamfuata Yesu. That leads to a second truth. Hiyo inatuletea ukweli wa pili. Following Jesus has a cost. Kumfuata Yesu kuna jambo lazima ujukumike. It cost Levi something to be a follower of Jesus. Ili mgharimu kitu Levi afanyike mwanafunzi wa Yesu. It would have been impossible. Haingewezekana. Check. It would have been impossible for Levi to return to his job Haingewezekana Levi kurudia kazi yake after he had given up everything to follow Jesus. baada ya kuachana na kila kitu ili amfuate Yesu. Every follower of Jesus Kila mwanafunzi wa Yesu doesn't need to give up his or her job, hahitaji kuachana na kazi yake, but there is always a cost lakini kuna gharama to be a disciple of Jesus. ya kufanyika mwanafunzi wa Yesu. So Levi gives up his job Hivyo basi Levi anaachana na kazi yake to follow Jesus. ili mbadala amfuate Kristo. Why would he do that? Mbona afanye hivi? Levi had probably heard of Jesus' teaching. Levi inamaanisha alikuwa amewahi sikia mafunzo ya He had Yesu, seen
with his own eyes akayaona kwa macho yake mwenyewe the miracles that Jesus did. miujiza ambayo Kristo alifanya. And Levi believed that Jesus was sent from God. Na Levi akaamini Yesu ametumwa kutoka kwa Mungu. Maybe Levi saw what many see today. Pengine Levi alikuwa anaona mengi ambayo wengine tunayaona leo. When they try to find satisfaction in meaning and purpose, Nikijaribu kutafuta kutosheka, nitafuta kuwa na umaana katika maisha na kusudi la maisha, in chasing after material na things, kufuata vitu vya dunia, and that often leaves a person na hiyo mara nyingi humwacha mtu empty, akiwa tupu katika moyo unfulfilled. na kutoridhika katika moyo. Maybe Levi had seen the change Pengine Levi alikuwa ameona mabadiliko in others who became followers of Jesus. na mabadiliko katika wengine ambao walikuwa wameanza kumfuata Yesu. Maybe he wanted that kind of change for himself. Pengine alitamani hayo mabadiliko ya wengine yakuwe yake mwenyewe. And so when Jesus called Levi, Hivyo basi Yesu alipomwita Levi, he was willing to leave everything behind him. alikuwa tayari kuacha kila kitu ili mbali na kufuata Yesu. The third truth, Ukweli wa tatu, following Jesus does come with a cost, kumfuata Yesu kunaleta gharama, but following Jesus comes with benefits. vile vile kunakuja na fadhili. In Matthew 16:25, Mathayo 16:25, Jesus said, "Whoever loses their life for me maandiko yanasema yeyote atakayeacha maisha yake kwa ajili yangu will find it." ataipata. And Jesus promised to give life to those who would follow him. Na Yesu akatuahidi uzima kwa wale watakaomfuata. Life that would be abundant and full. Maisha itakuwa na utele na yenye kutosheka. Jesus was saying that he would provide everything they needed. Yesu akasema atapeana kila kitu atakachohitaji. The Bible tells us what God provides Maandiko yanatuambia yale Mungu atakayotupa to those who come to him by kwa wale faith. watakaokuja kwake kwa ajili ya imani. He promises blessing and provision, Anaahidi baraka na mapato, protection and direction, ulinzi na mwelekeo. wisdom and peace, Atawapatia amani na hekima, relationship with God, mahusiano mazuri na Mungu, forgiveness and mercy, msamaha na rehema, strength and hope, nguvu na tumaini, courage and victory over nguvu sin, na ushindi, joy and comfort. furaha na kutosheka. It promises if we seek him with our whole heart, Inakusudia tukimtafuta kwa mioyo yetu yote, we will find him. tutampata yeye. He promises us the Holy Spirit, Ametuahidi Roho Mtakatifu, resurrection and new life. ufufuko na maisha mapya. Levi probably didn't know all of those benefits, Levi hakujua fadhili hizi zote, but he had faith lakini alikuwa na imani. that the life Jesus was calling him to Lakini yale maisha ambayo Yesu aliyemwitia was worth leaving everything behind yalimfaa yeye awache kila kitu to follow Christ. ili amfuate Yesu. A fourth truth, Ukweli wa nne, Jesus' calling is meant to be shared. mwito wa Yesu unapaswa kuwa wa kushiriki. When Levi leaves the tax collector's booth, Wakati Levi aliwachana na kazi yake ya utoza ushuru, he doesn't just think about his own benefit. hakufikiria tu yeye afaidike. Levi held a banquet at his house. Levi alifanya sherehe nyumbani kwake, He invited a group of other tax collectors akawakaribisha wenzake ambao ni watoza ushuru and others who were sinners. na wengine ambao walikuwa wenye dhambi. He wanted Jesus to meet them, Alitaka Yesu akutane na wao, and he wanted his friends to meet Jesus. na akataka marafiki wake wakutane na Yesu. Jesus wanted to bring his friends and Jesus together. Na Levi alitaka alete marafiki zake wote kwa Yesu pamoja. What better way to bring them together Njia nzuri ya kuleta watu pamoja than inviting them to his own home? ni akaona ni kuwakaribisha nyumbani mwake. Once Levi had met Jesus, Levi alipokutana na Yesu, he wanted to introduce his friends to Jesus. alitaka kukaribisha marafiki zake kwa Yesu, It happened that way many times during the ministry of Jesus. na ikafanyika mara nyingi katika huduma wa Yesu. When the Samaritan woman at the well met Jesus, Wakati ile mwanamke Msamaria alikutana na Yesu kisimani, she ran to the town. alikimbia mjini, She told the people, "Come and see Jesus." akawaeleza watu, njooni mkamwone Yesu.
she ran to the town. akakimbia mjini. And John's gospel tells us Na katika Injili tunaelezwa that many came to faith because of what she said. wengi wakaja kwa imani kutokana na yale aliyosema. In the same way, when we come to Jesus, Vivyo hivyo tunapokuja kwa Yesu, we ought to want to share Jesus tunahitajika tushiriki upendo wa Yesu with our friends and our families, na marafiki na jamaa our classmates and our neighbors. tuliosoma na wao, majirani zetu, And our home can be the best place ili nyumbani kwetu kuwe ni mahali bora zaidi to introduce them to Jesus. kuwawasilisha kwa Yesu. Levi doesn't decide that Jesus would never accept his friends. Levi hangechagua au kujua kama Yesu atakubali marafiki wake. He doesn't decide that his friends would never accept Jesus. Hakufanya maamuzi kuwa marafiki wake nao wangemkubali Yesu. He doesn't say no for them. Yeye hawaambii la kwa ajili yao. He simply invites them. Yeye aliwakaribisha tu. When it comes to inviting people to hear the gospel, Inapokufika na wakati wa kukaribisha watu ili wasikie Injili, we should not say no for anyone else. tusiseme la kwa ajili ya mtu mwingine. Jesus didn't give up on people Yesu hakuwaikata tamaa na watu. that everyone else gave up on. Watu wengi walikata tamaa na yeye. So when Levi invites his friends Wakati Levi anakaribisha marafiki wake to come to his home to meet Jesus, wakuje kwa nyumbani kwake wakutana na Yesu, the religious leaders should have been very glad wakuu wale Wayahudi wakakuwa na wasiwasi that Levi and others who were far from God kwa ajili Levi na wengine waliokuwa mbali na Mungu were being drawn closer walikuwa to him. wameletwa karibu na Mungu. But the Bible tells us Lakini maandiko yanatuambia the religious leaders began to question Jesus' disciples. wale Mafarisayo wakaanza kumuuliza Yesu maswali. Why does your teacher eat Mbona mwalimu wenu anakula with tax collectors and sinners? na watoza ushuru na wenye dhambi? These leaders did religious things Hawa wakuu walifanya jambo tu lile la msingi to receive the praise of others, la kupokea sifa za watu wengine, but they were more concerned lakini hawakuwa zaidi wanachunguzi na kuhusisha with looking right with kwa God kutazama mtazamo mzuri na Mungu than actually being right with God. na kukuwa sawa na Mungu. And Jesus told the religious Na leaders, Yesu akaambia wale Mafarisayo, you have neglected the most important thing, ninyi mmeacha jambo kuu la muhimu: justice, haki, mercy, rehema and faithfulness. na uaminifu. And these religious leaders were shocked Na hawa wakuu wakashtuka to see Jesus as he welcomed these tax collectors. wakiwa Yesu akikaribisha watenda dhambi na watoza ushuru. Are we more like Jesus? Je, sisi tuko zaidi kama Yesu? Do we welcome those who are far from God? Je, huwa tunakaribisha walio mbali na Mungu? We don't celebrate. Huwa hatusherehekei? We don't encourage the sin of others. Huwa hatuwatii moyo? But do we care for them Au je, tunawajali? enough to build relationships with them? Inatosha kutengeneza uhusiano na wao? Or are we more like the religious leaders, Ama sisi ni kama wale Mafarisayo, pushing aside those who haven't yet? tunawasukuma mbali wale ambao bado hawajapokea imani? The Bible tells us why Jesus welcomed these sinners. Biblia inatuambia mbona Kristo akakaribisha hawa wenye dhambi. Jesus said it's not the healthy who need a doctor, Yesu akasema mwenye afya hahitaji daktari, but the sick. lakini yule mgonjwa. I've not come to call the righteous, Sijakuja kuita walio na haki, but the sinners to bali wenye dhambi ili watubu. A doctor doesn't spend his time with those who are sick Daktari apotezi muda wake na yule mtu ambaye sio mgonjwa, because he thinks sickness is good. kwa maana anadhania ugonjwa mzuri. He spends time with the sick Anakaa muda mwingi na yule ambaye ni mgonjwa, because he wants to heal those who are sick. maana anataka amponye yule ambaye ni mgonjwa. In the same way, Katika njia ile ile Jesus wants the religious leaders to understand Yesu anataka wakuu wenye dini waelewe that he spent time with tax collectors and sinners, yeye alitumia muda wake na watoza ushuru na wenye dhambi, not because he approved of their sin. sio eti alikubalisha dhambi zao kuwa ni sawa. He connects with sinners Anajiunganisha na wenye dhambi because he came into the world to save them and us. maana alikuja duniani kuwaokoa wao na sisi pia. He is the doctor of our souls. Yeye ndiyo daktari wa nafsi zetu.
Why would someone who is sick, Mbona mtu ambaye ni mgonjwa, why would they refuse to see the doctor? mbona akatae kumuona daktari? Maybe they don't know that they're sick. Pengine hajui yeye ni mgonjwa. Maybe they know they're sick, Pengine wanajua ni wagonjwa, but they think they will get better on their own. na wanadhania tu watapona peke yao. Maybe they know they were sick, Pengine wanajua ni wagonjwa, and they know they need a na doctor, wanajua wanahitaji daktari, but they know what the doctor will tell them to do, lakini hawajui daktari atawaambia wafanye nini, and they don't want to do it. na hawataki kufanya hicho kitu. Maybe the same reasons keep people Pengine sababu hizo zinasababisha watu from coming to the healer, the doctor of our soul, wakatae kuja kwa mponyaji, daktari wa nafsi zetu, the Lord Jesus Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Jesus said the reason that he came into the world Yesu akasema sababu kuu yeye kuja duniani was to save sinners. ilikuwa ni kuokoa wenye dhambi. He came into that world Akakuja duniani by becoming a human. kwa kufanyika mwanadamu, He was tempted just like we are. akajaribiwa kama sisi tunajaribiwa, He was lonely and he knew pain. na akakuwa kwenye upweke na kutopata hata pesa, And on the cross, na pale msalabani he even took our sin. na akachukua dhambi zetu, na pale akajitundika msalabani, He died in our place. akafa kwa nafsi yetu, He came in order to reach us for God. na akaja ili atulete na kutupatanisha na Mungu. A final truth. Ukweli wa mwisho, Jesus is still calling. Kristo bado wanatuita. The religious leaders missed something important about God. Wana Mafarisayo walipoteza kitu cha muhimu kuhusu Mungu. God doesn't avoid sinners. Mungu hawateki wenye dhambi, He loves sinners and pursues them. He chases after them. anapenda wenye dhambi na anawafuata kila wakati, anawatafuta. Jesus said there is great joy in heaven Yesu anasema kuna furaha kubwa mbinguni when a sinner repents. mwenye dhambi anapotubu. Jesus said that he came for this very reason, Yesu anasema alikuja kwa ajili ya sababu hii, to seek and to save the lost. kutafuta waliopotea. That is a difference between Christianity and other religions. Kuna tofauti kati ya dini zingine na Ukristo. God reaches down to man, Yesu anafika chini kwa ajili ya wanadamu, and not man working his way toward God. na sio wanadamu kuenda kwake kama Mungu. God loved the world so much Mungu anapenda ulimwengu sana, that he wanted to welcome the lost and dying world to himself. na anataka kukaribisha kwa kukubali yeye mwenyewe kufa kwa ajili yetu, He sent his only son into the world na akatuma mwanawe pekee duniani to live a perfect life, aishi maisha makamilifu, to die on the cross, afe msalabani and to raise again to na life. kufufuka tena kwenye maisha. Jesus is still calling each of us Yesu bado anatuita to turn from a life of sin tuondoke na tuache maisha ya dhambi and put our faith in him, na tuweke imani yetu kwake, to turn to God. tumgeukie Mungu. There is a song that we sing sometimes in our church. Kuna nyimbo ambao wanaimba mara nyingine katika kanisa lao. These are the words to the song. Hana maneno ya wimbo huu: Are you hurting and broken within, je, umevunjika moyo na una vikwazo ndani yako? overcome by the weight of your sin? Umelemewa na mizigo ya dhambi? Jesus is calling. Yesu anakuita. Have you come to the end of yourself? Je, umefika mwisho wa maisha? Do you thirst for a drink from the well? Je, una shauku ya maji ya kisima? Jesus is calling. Yesu anakuita. Leave behind your regrets and your mistakes. Wacha majuto yako na makosa yako nyuma. Come today. There's no reason to wait. Njoo leo, hakuna sababu ya kusubiri. Jesus is calling. Yesu anakuita. Bring your sorrows and trade them for joy. Leta majonzi yako kwake akupatie furaha. From the ashes, a new life is born. Kutoka kwa majivu, maisha mapya yanazaliwa. Jesus is calling. Yesu anakuita. Oh, come to the altar. Njooni kwenye madhabahu. The Father's arms are open. Mikono ya Baba iko wazi. Forgiveness was bought Msamaha ukaletwa with the precious blood of kwa Jesus. damu ya dhamana ya Yesu Kristo.
The love of God was so great Upendo wa Mungu ni mkubwa zaidi that he sent his one and only son, ili akamtuma mwanawe wa pekee, so that whoever puts their faith and trust in ndipo him atakayeweka tumaini na imani yake kwake wouldn't have to face death with fear, hata kutana na mauti wala uoga, but could have everlasting life. lakini atakuwa na uzima wa milele. Each of us needs God's grace, Sisi sote tunahitaji neema ya Mungu, his forgiveness, msamaha wake and the new life that he na offers. maisha mapya ambayo anatupa. So we must ask ourselves, Lazima tujiulize, have we responded to the call of Jesus je, to tumekubali follow him? mwito wa Kristo kumfuata yeye? Maybe you've never taken that first step of faith. Pengine hujawahi chukua hatua hiyo ya kwanza ya imani. Maybe you've never trusted in Pengine the hujawahi muamini sacrifice of Jesus na katika dhabihu ya Yesu Kristo and committed your life to him. na kujitoa maisha yako kwa ajili yake. The good news is that God, Habari njema ni kwa Mungu he offers the chance for a fresh start. bado anatupatia nafasi ya mwanzo mpya, And today can be the day na leo inaweza kufanyika hiyo siku that you take that first step of faith. unachukua hatua ya kwanza ya imani, And maybe at some point in the past, na pengine katika siku moja katika maisha yako kule nyuma you've asked God to forgive your sin. uliwahi kuuliza Mungu akusamehe dhambi You promised to follow him. na ukaahidi kumfuata yeye. God may be speaking to you Mungu anaweza kuwa anazungumza na wewe about areas of your life kuhusu maeneo ya maisha yako that you need to commit more fully to him. ambao unahitaji uyatoe hayo maeneo ukamilifu kwake. He may be moving you to think of someone, Pengine anaweza kuwa anakuita ili ufikirie kuhusu mtu, a family member or a friend, rafiki au jamaa yako or a co-worker or a neighbor au mwenye ambao unafanya kazi pamoja na au jirani who is far from God. ambaye yuko mbali na Mungu And he wants you to reach out to na them anataka uwafikie with the good news of the love of Jesus. na habari njema ya upendo wa Yesu. Today is a chance to make the choice, Na leo kuna nafasi ya kufanya uamuzi to say yes to God, wa kusema ndio kwa Mungu, to worship him with your whole life, kumwabudu na maisha yako yote, to make every decision with God's will kufanya maamuzi yote na mawazo ya Mungu rather than your own will. kuliko kufanya na mawazo yako na maamuzi yako. Let me pray for us. Tuombe. Father, we're so thankful Baba, tuna shukrani nyingi for the truth of your word. kwa ajili ya ukweli wa neno lako. We're so grateful Tuna shukrani nyingi for your love and mercy and forgiveness kwa ajili ya upendo wako, rehema na msamaha that you offer freely through faith in Jesus. ambao umetupatia bure kupitia imani kupitia Yesu Kristo. I pray that you would work in each of our lives Naomba ufanye kazi katika maisha yetu sisi sote and in our hearts to do what you want us to do today. na katika mioyo yetu tufanye yale ambayo unataka tufanye leo. And I pray all this in the name of our Lord and Savior, Naomba hayo yote kwa jina la Bwana wetu na Mwokozi wetu Jesus Christ. Yesu Kristo. Amen.